Angalau niteresie tu mtu. Huyu ndio mama wa ambaye nimeoka, ambaye nimeoa, ambaye alikuwa anasoma kutoka university, ako na miaka 21. Ndio alikuwa kijana wa first time, kwa hivyo naye nikiwa ameenda shule amesoma huu ni mwaka wa 3. Kwa msafika mwaka wa 3 nimefikia juzi tarehe 13 mwezi wa 3. Nipata ripoti ya kwamba kutoka kwa shule nienda nimechukua fulani na msafika pangu mpaka hapa juu darasa lake. Nikafuta hiyo namna nimeenda nimemchukua nimleta kwa mpaka fulani fika hapa hivi. Brand last week ndiye alikuwa amefika hapa. Ilikuwa tarehe 17. Alikuwa amefika hapa, kuna barua yenye alikuwa ametoa kutoka shule ya kwenda Nyamira Ansisi Clinic ya Helicopters. Na alienda akaregister akaanzishiwa hiyo clinic. Kuna dawa zenye alipewa akaambiwa asimeze na vitu ya levi. Sofi waliongea na daktari walielewana. Siku yenye ilikuwa ya ripoti ni tena kurudi ilikuwa ni leo Thursday. Na kuna homework yenye alikuwa amepewa kutoka huko na daktari wa huko. Leo angekuwa mgeni wa wanafunzi wengine huko, pia alikuwa ameeleza andike juu hiyo drugs iko na madhara gani. Akaelewana daktari wakamsema. Tani alifika hapo, dawa alikunywa siku 3. Alikunywa siku ya 3, siku ya 4 akaanza kukataa. Kumuuliza shida ni gani, anasema tunampeleka kisungusungu. Kumuuliza kama nakupeleka kisungusungu usivumilie tu mpaka siku yenye utarudi ndio uende ueleze daktari. Akasema sitatumia, ila tu nitamrudishia madawa sana. So madawa nimejaribu kumwambia tangu siku ya kunywa amekataa. Ya ameshakataa. Nimesaa tata kumba hapo na pangi tena. Kwa sababu ameshakataa hizo dawa. Ameshakataa hizo dawa. So nikauliza ndugu yangu mwenye alikuwa ananisindikiza kwa hospitali. Dawa mlikuwa mmeelezwa waruke mara ngapi? Akasema hao kuelezwa waruke. Kaniuliza ameruka siku ngapi, nikamweleza. Nimesha mwelezea akaniambia mtoe simu. Nikamtoa wakaongea na yeye akamwambia madawa na nipeleke kisungusungu. Yangu akamwambia ungevumilia tu mpaka ifike siku ya kurudi. Akamwambia sawa tu. Hata tu nikae nikifikiria kama nitakwenda. Kumwacha. Sasa ilifika juzi Monday, kuna kazi nilimpanga hapa. Kwa jioni mimi sikumtaka. Nikaenda kwa hiyo kazi. Sasa kidogo akakuja. Nikamwita nikamwambia niletee chanjo mahali penye nilikuwa kwa hiyo kazi. Kaniletea. Kufika huko nikasikia pangi na nini. Kamuuliza unatoka wapi? Ni kibarua. Ndio nani alikutuma kibarua? Niliona tu acha niende. Kazi yenye nilikuwa ufanye sikufanya. Kibarua unatoka wapi? Kinyamusi. Ilikuwa ni kibarua gani? Akasema ni kusomba muziki. Kamwambia sawa. Nikuja nyumbani mimi nikaanza na kazi yangu. Baadaye kurudi kufika hapa nikapata anapasua kuni. Kamwambia unarusha hiyo nini soka? Akasema toka tu nipasue. Katoka akapasua, nikapasua mimi mwenyewe. Nikianza kuunda sapa akafaa gambuti akaanza tena kutoka, nikamuuliza tena naenda wapi saa hii usiku? Akaniambia mimi nafika kwa barabara. Naenda kuchukua nini? Eti kuna kitu kingine. Nimuuliza kitu gani? Kunieleza. Kaenda. Ameenda kama dakika 10 imeisha hivi akaenda. Kapata chakula imesaka. Hiyo chakula imesaka nikampanga. Nimeacha kumpanga nikamuuliza sasa pesa yenye ilikuwa ya kibarua iko wapi? Akanitolea 50.
Niuza kibarua ni 50 tangu asubuhi mpaka jioni. Kaniambia nilisomba visiki nikatoa 100, 50 nimenunua pangi, 50 ndio hivi. Kaniuliza pangi ulinunua wapi? Kaniambia alinunua Ikombe. Leta hiyo pangi. Kanipea tikiti moja. Kamwambia tena leta ingine. Tena akatoa. Kaka pangi mbili. Kaniambia tena toa vitu yote. Kalete kibiriti na simu. Kaniambia sawa. Kanipea wali akakula akaenda akaoga. Kesho yake Tuesday nikamuita asubuhi. Kaniambia mbona unipangie chakula ya mtoto? Mimi natoka na mtoto. Kanipangia chakula. Nikaendelea kutayarisha mtoto. Kafika saa ya kutoka, mimi nikatoka nikamwelezea ile kazi ya jana. Tena urudi ufanye leo. Niambia sawa. Katoka kufika njiani ndugu yangu akanipigia simu akaniuliza umetoka, nikamwambia bado ndio mimi naelekea kutoka lakini nimeshatoka lakini si mbali. Kaniambia nilikuwa nataka niongee na Brian. So umeenda mbali? Nikamwambia hapana, nitakuongoza tu. Kidogo ndio akafika. Karudi mpaka kwa nyumba. Haiko pale alikuwa anauza vyombo. Kakuja akamsalimia akamuuliza wapi hiyo dawa ile nilikupea. Sema dawa iko tu mama yako nayo nikatoa. Nimuuliza hii dawa umekunywa mara ngapi? Akasema nilikunywa mara 3 nikawaachia siku ya 4. Shida ni gani? Iko na kisungusungu. Mungu akamwambia lazima utatumia dawa mpaka ifikie siku ndio karudi na mimi. Sema sawa. Hapo ndugu yangu akaniuliza acha nipigie daktari mwenye alikuwa na mtibu simu. Tumweleze ni siku ngapi ndio atupee okay aendelee ama awache. Wakaongea na yeye akamuuliza ni masiku ngapi akamweleza. Baadaye hiyo daktari akamwambia kama msaa wapi hiyo masiku. Na pangi uliona anafuta ama mchana? Akamwambia ni pangi yenye msaa tukutana naye. Akamwambia saa hii asubuhi niko na yeye akamwambia ambie itupee hiyo dawa saa hii amese. Kama labda pangi ilikuwa ya usiku, saa hiyo utapata imesha kuongea. Yangu akatoa dawa, karibu kumpea mesa akakataa. Kamuuliza kama umesi dawa, nimesha shughulika na wewe, nimekutoa kwa mtaro mpaka hapa, shida ni yangu. Akasema mimi sitaki dawa. Akasema mimi maisha ni yangu na wewe shughulika na yako. Yangu akamuuliza sasa vile msafikia eti nishughulike na yangu na wewe ushughulike na yako, shida ni gani? Na wewe ndio ulienda ukachukua dawa. Akasema sasa mwenye aliwaita wacha walezi kwenye aliwaitia, ni kwa upande wa dawa sikunywi dawa. Na Thursday msinitarajie nikienda kliniki. Yangu kabisa mpaka Thursday umekataa kwa nini? Sasa mimi ni mtu wa 21 years niko na kitambulisho. Kama kwa hiyo uko na kitambulisho ni wachana. Yangu akamisa so tuko wachane wama hapa mwenye nini? Akasema ni wachane tu. Ndio nikamuuliza Brian nimefikia hapo. Sema nimefikia hapo hakuna shida. Mimi niende kazi, nilikuwa nirudi kwa ajili yako lakini kama umesema umesi nikaenda. Dakanyanyua nipe 50 yangu. Kulisha 50 ya nini? Kile 50 ya usiku. Kulisha unafanyia nini? Ndio akasema hapana naenda kibarua tena. Kumcha tena kibarua ya 100. So umeshaamua hivyo yeye. Mimi sina 50 waenda tu ufanye tu. Mwenye kibarua sasa akupee rangi kwa umesema 50 ni rangi. Nimeshamwacha hapo. Akatoka nje. Yangu akasema huyu mtoto bado. Hata tukimwacha kama anasema aenda kibarua, hasa kibarua ya pangi ndio itamsaidia. Sasa afanye nini? Mtoto pangi yake aenda paka kwa chifu. Kampea pangi yake. Akapeka fulani sasa. Yangu akamwambia tena kama niko wa nyingine nisipate mimi natafuta eti usiku kuja nikutoe kwa mtara mwenye kesi yangu.
Nikaambia ndugu yangu sawa, hata mimi nilikuwa nataka tuwasiliane. Juu tumesawa hata. Akamwambia sawa. Yangu mwingine akamwambia kwani nimefikia mpaka unakurudishia hivi hata una heshima ya kusema tumesawa ni kama msara mnafikisha hapa. Nikaambia ndugu yangu ni mdogo. Ndugu yangu usifikirie unamsinga kama ni kumenyana vitamenyana. Mungu akamuuliza furaha imefikia tena maneno ya kumenyana mimi na wewe. Akasema yeye. Kaamuka akakuja mpaka kwa mlango. Alifika kwa mlango ndio yao akamfuata sauti akamwambia rudi tueleze kitu moja. Juu unasema uko na kitambulisho ya 21 years. Hiyo kitambulisho nilikuuliza saa hii una. Ndio akapiga ndugu yangu. Alipiga ndugu yangu akampiga sirapu na yeye. Walimpiga sirapu. Ndio akaanza kuruhusia hao matendo na mgumu. Nilikuwa naruhusia hao nikatoka nje. Karudi ndani nikamwambia Furaha kama umefikia huko na kitu. Naweza kufanya nini? Nitoke mimi niende kazi au uende kuitana. Katika hii harakati sasa wamesasikana na ndugu yangu Safi. Nikafanya nini? Wamesasikana Safi. Ndugu yangu akaniambia press. Mtoto unakuwa alikukimbisha na sana. Mahali penye nimefika atakuwa. Naambia sina saa. Sasa nienda kazi kwa masaa tena. Walikutana na ndugu yangu hapa nje. Wamesafiri hapa nje. Alikuwa amevaa Crocs. Alikuwa amevaa Crocs. Ndio ikakimbilia akaonga hiyo mawe. Aligonga hiyo mawe. Kuna mwingine akakuja ambaye ni kama nyanya yake. Kaniuliza kwa shida ni gani? Ndio kumwambia nitende kuna pangi. Mama akaniuliza pangi iko wapi? Nikampea mimi ndio nilikuwa nayo. Kanisa hii pangi iko ni yako. Kutoa wapi? Ndio kaniambia sawa kama ukifikia hii waachana na pangi. Umeelewana? Akaelewana. Na sawa mwalimu wa mtoto akanipigia simu akaniambia mtoto atafika kwa nyumba yangu na nataka kwenda shule. Niambia ndio nitakuletea mtoto kwa shule. Sasa nikaamka nikaanza kuchukua mtoto. Kaanza kuchukua mtoto tena nikapata mmoja mwingine kwa mlango. Haya anaingia. Haya anaingia. Haya akaniuliza ile maswali kwa hii pangi ni yake akasema ndio akasema ni ndio naye akamwambia kwa sasa jitumie dawa ya kanga. Akasema sawa. Anasema sawa huyo mgeni mwenye aliingia wanyama akasema kama nani alikuwa kwa mkutano wa chief kanaeleza kuna mwenye alikuwa akasema mwenye ilikuwa inaeleza kama hivi wao watoto kenye iko sawa tulimsa mpaka kwa chief alikuwa kwa hali yake hapo ni mtu mwenye anafuta kama amesha pelekwa kliniki na raidi ameshakataa dawa. Kamwambia sawa. Nimeshamwambia sawa. Kamwambia Furaha. Nilikuwa nakaa. Kumbuka twende kwa chief. Kamwambia mimi siendi kwa chief sana. Kamwambia sawa. Kutoka nikafika kwa gate. Nimefika kwa gate. Ndugu yangu mmoja alikuwa anaenda kazi alikuwa chakula kazi. Nimeenda nikamwambia waende tu kazi. Sasa mimi nisirudi kusindikisha mtoto. Wangu baadaye akaniambia sio utafika kazi ama nikusindikishe kazi. Nikamwambia hapana. Wewe tu. Utaenda kazi niandike hapo. Hiyo ndio yangu amesema nikamwambia hapana. Nichukulie mtoto paka kwa shule. Sasa tunaona kazi inanitafanya kwa baadaye niende kuandika hapo. Baadaye hata ndugu yangu wameshaenda nikapata na huyu mtoto. Nimeshapata na huyu mtoto. Kaenda kwa mahali kwa nilifanya ile kazi ya jana. Kufika hapo nikasema hii kazi itaweza sana. Kaiwajana nikarudi. Kwenye nilirudi sikuwa na mboga. Nikakuja nikachukua pesa nikachuna mboga. Nimechuna mboga nikarudi nikapata Furaha ameshatoka hapo. Kwa hapo kwa mtungi anataka kuchota maji. Kamwambia chenye iko
nipangusie nyumba uniosenda vyombo kwanza. Kaniambia hapana, wewe pangusha nyumba hata mimi nikuosee vyombo. Mimi nikapangusa nyumba, nikaoga, kaenda kwa chifu, kapata unga nikaitosa, katengeneza hicho, nikakunywa yangu. Sasa nataka kutoka, akaniuliza ulinipakishia hicho? Kaambia hichi iko kwa meza. Kaniambia unipe. Kampea hapa tuendelea kuosha vyombo, nikamwekea hapo nikaenda. Nimesaenda, nikaenda. Nenda kushughulikia kurudi ni jioni. Kuja nikatoa mtoto na kijana wako nikakuja naye. Kufika hapa kapata hizi nyumba zote zimesaa fungwa tu, lakini sio na kifuli. Nikaingia jikoni. Nimesaingia jikoni, kaanza kutengeneza sasa. Nimetengeneza sasa, nikatuma mtoto mdogo ndio umuita akuja akule. Kaenda akagonga, akaniita, akarudi akaniambia kulala, nikataa kufanya. Nikaendelea kukawa chakula. Nimekaa chakula, mvua ikaanza kunyesha ya jioni. Kaenda kufika kwa geti, nataka nifunge geti, kifuli ikanikosa. Kamuita, nikaambia kwa wewe ndio ulifungua asubuhi yote, niletea kifuli nifunge. Hakuniangalia. Kutoka kwa geti nikarudi. Kuja nikasukuma hiyo mlango ile mtoto aliniambia kwa nani, nikataa kufanya. Nikafurai hakutupa. Nikaambia msaidie kifuli. Hakunirudishia. Hakunirudishia, nikaingia ndani kuchukua tochi. Kaenda tena kwa geti, tena kutafuta ile kifuli, tena sikuiona. Tena nikarudi kwa ile mlango, nikauliza kwa nini? Mbona ufungie mlango na kazi zangu? Nyama. Ndio nikagusa dirisha ya chini, nikapata imefungwa. Karudi ya juu, nikapata kuku sika hapo tu, simesikia hiyo dirisha, nikatoa hizo kuku nikaweka ndani mahali penye sinaona. Nilika ndani ndio nikamuona kwa kitanda. Kamuita kwa nisifungue mlango, mbona unafunga? Mama sasa nikataka kupita hiyo dirisha, nikapata mimi mwenyewe sitaweza kuingia ndani, ni mrefu. Ya nikaitana kwa jirani, nikaambia nipe mtoto apite kwa dirisha anifungulie hii nyumba ya kulala. Jirani akakuja na hiyo mtoto, kaniuliza dirisha gani, nikaambia ya saidi ya tulifika huku, ya mtoto akasema kuenda chini, nikikanyaga vile nikisa ni ndani. Kaambia toka basi, kama umeshinda wacha tuingie. Nikaambia jirani unimulikie na unisike mgongo, mimi ni mrefu. Nikifinyiria nikaingia. Na nimeshaingia, nikaomba yule jirani ile tochi, akanipea. Akaniuliza ako, akamwambia yako. Akaniambia fungua mlango. Nenda mlango, nikafungua. Kuingia ndani, jirani akaniuliza mbona anikiturani imenuka? Akaniuliza sijui. Baada jirani kumugusa, na mimi sasa nikamwambia mbona amki? Akaniambia kaisa ni kama huyu mtoto amekufa. Akaambia sijui. Ndio akaniuliza na hii ni kitu gani imenuka? Kuangalia, akaniambia si ametapika dawa ndio kwa blanketi. Akamwambia ni kama, akaniuliza uji alitoa wapi? Nikaambia uji tulikunywa lunch. Kuangalia hapo chini ya kitanda na uji yenye iko na kikombe na chupa yenye ilikuwa ya dawa ya Tamex. Hiyo dawa ilikuwa hapo kwa muda sio mtoa miaka 2 kuenda nyuma. Akaniuliza hii chupa ni ya nini? Nikamwambia ni ya dawa ya Tamex. Akaniambia ni ilikuwa hapa, nikamwambia. Akaniambia kwa sababu mtoto amekunywa dawa juu dawa inanuka. Ndio aniambia tu mtoto amekufa, ndio tukaanza kupiga kwa nguvu. Okay. So mamiku, umesema Brian alikuwa umeitwa huko Chuka University, ukaambiwa alikuwa ameanza kufuta bangi mpaka ajielewi. Historia yake ya kutoka primary ilikuwaje? Ama primary and secondary alikuwa bado anafuta bangi ama alianza kufuta bangi akiwa Chuka University?
tangu alisema secondary na secondary primary. Mstawaita kesi ya pea. Alikuwa amefika first year, second year, ama alikuwa mwaka gani? Third year. Alikuwa anasomea nini? So kutoka first year, second year, umewahi itwa kesi yote ya kufuta bangi ama hii ndio ilikuwa ya kwanza? Mimi sijawahi itwa kwa hiyo shule yao. Japokuwa ilifika Januari yako third year hivi. Ndio tungeambia kwa hiyo ni kama kuna kitu anatumia ya ulevi. Nimejaribu kumchunguza na nificha. Nimesauliza yeye sio mara moja, sio mbili, sio tatu. Lakini ananificha na hiyo kitu atumia hapa kwa compound yangu. Naenda akirudi ndio anabadilika. So ukiwa ameshanishinda kuja uongee na yeye, hata mimi ataweza kunificha. Nikachukua tu amekaenda mimi mwenyewe sana alipoka huko. So na wewe pia ulirealize January kwamba Brian anafuta bangi ama ulirealize mwaka gani? Leo nilirealize mwaka jana mwezi wa 8. Nilipata hiyo bangi kwa mahali penye analala. Sikuwa najua hata mimi hiyo kama ni bangi. Alikuwa amechukua mahindi yangu kwa nyumba, kaenda akaficha kwa stini. Hiyo mahindi nikagundua baadaye. Kaniuliza mahindi yangu yenye ilikuwa kwa nyumba ulichukua wapi? Kanificha akaniambia sikuchukua mahindi. Baadaye vile nilipiga yeye slafu moja akaniambia mahindi nilichukua tena fanya chenye nataka. Kaniuliza kumbe ndio mlifikia hapa. Akakimbia nje akatoa slice yenye ilikuwa hapo. Kaanza kukatakata mlango hapa. Niambia akanikatakata na anisike. Kauliza kumbe umefikia hapa. Kaenda polisi nikaripoti. Polisi wakuja wakamchukua pesa yake. Kaenda akafanyia upelelezi. Akasema nafutanga panga. Kamuliza panga anakaa wapi. Akasema huwa anapewa na marafiki zake. Hapo akauliza uko ready kwenda shule? Akasema hii panga imeshafuta muda gani? Akasema ni saa hii tu tunakuja hiyo hiyo. Kaniambia sasa hiyo atafuta panga sana. Msamehe tu. Arudi shule. Usikasirike ukikosa kulipa. Hapo polisi akamtengenezea register, ambia wakienda kila asubuhi ya maki. Na akamaki akamaliza. Mimi nikampanga akaenda shule. Kwa ndio nilijua rais kumbe anafuta bangi. So uliripoti kwa maybe area chief ama mahali popote? Apart from your police. Na area chief maybe uliongea naye? Wanakijiji wamewahi kuja wakuelezea kwamba mtoto wako tumemwona mahali fulani akifuta bangi, vitu kama hizo? Na ulisema ulipigia ndugu yako simu ukamwambia akuja aongeleshe mtoto. Ulikuwa umempigia kuja amuongeleshe ama kuja amuadhibu, amudiscipline? Nilikuwa nimemuuliza siku yenye ilikuwa ya Sunday usiku. Ndio nilimuuliza dawa niliambiwa ameze mara ngapi na awache mara ngapi. Kaniambiwa tu kuambiwa maneno ya kuacha, kuambiwa maneno ya kumeza. Ndio sawa basi niwacha wakaongea na wewe simu wako elewa. Tukanyamaza. Sasa hii Monday hii siku nipigia simu eti kuja, alinipigia simu akaniuliza uko. Anambia umetoka, kaambia ndio nimetoka lakini si mbali sana. Niambia nilikuwa nataka nikuje niongee na Brian. Chuo Thursday itafika nirudishe dawa ama nirudishe mtu nikiambia sasa itabidi ukuje uongee na yeye. Wewe ndio ulikuwa na yeye kwa nini? Wakati alifika hapa alichapa huyo mtoto ama waliongea simu na wakamaliza? Waliingia ndani kwa nyumba ndio akaniambia mwite. Mimi mwenyewe ndio nilimuita akiwa akiosa vyombo. Alikuwa anaosha vyombo akaacha akakuja. Kufika kwa nyumba akasalimia wao ndugu zangu. Ndugu zangu wakamwambia hiyo ndio sasa mwenye alikuwa amechukua kliniki. Kaniuliza sawa nimesi mara ngapi tangu tukuje? Sema ni mara nyingi.
na hizi zingine sana hapana, sitameza. Kamaliza kwa nini dawa inapeleka kisungusungu. Kamwambia sasa kama inatupeleka kisungusungu ni achana tumie bora bangi hizi. Kasema hapana. So hawakumchapa? Sasa hawakumchapa. Na labda sijui kama wewe umeona picha fulani kwa mtandao ambapo kuna mtoto anaonekana amelala chini na amefungwa mikono kwenda nyuma. Unaweza kuwa umeona hiyo picha? Sitaiona sina simu koko. Na hao mandugu zako hawakufunga huyu mtoto mikono? Hakuna mwenye alimfunga mkono. So hawakumfunga mikono na hawakumchapa? Nimeuliza eti kuna ndugu yangu alimfunga, hakuna mwenye alimfunga. So hakufungwa na hakuchapwa? Kuchapwa ni ile walipigana kwa nini? So walikuwa wanapigana kwa nini? Walipigana. Ile tu walikuwa wanapigana hapo kwa nyumba hapo kwa hiyo trosa. Ndugu yangu akamwambia nimefikia na nisika sana. Akamwambia wewe ni mtoto mwenye nilikulea. Lakini kama nimefikia hapo kesi yangu. Nisikuje kuamshwa tena. Kutoka yako kwa mtaro. Kuja enda leta, kuja enda somba nyanyiri. Kuanzia saa hii ujipange mwenye atakupeleka hospitali. Na labda baba ya Brian ako wapi? Yuko. Okay. So mimi tuseme in short, wewe kama mzazi umesema Brian alikunywa sumu. Mimi si kusema alikunywa. Asimesema uliingia kwa nyumba ukapata ndio tumepata ile chupa iko hapo. Na iko hapo kama kanisa hii chupa ni ya mama. Nikamwambia hii ni dawa ya Tamax. Sasa nilisa ilikuwa kwa nyumba, nikamwambia tulikuwa tumetumia na huwa tunatumia kila siku kwa hiyo Tamax. Ilikuwa imekuwa kindani ilikuwa. So wewe hujasema Brian alikunywa sumu. Wewe kwa mtazamo wako unaona ni nini iliua huyu mtoto? Mimi ndio nilikunywa. Nikakunywa dawa moja nikakunywa yangu nikamwambia nipe yangu. Nikampea. Kamwachia hapo. Lakini nchi ya chini ilikuwa inanuka hiyo dawa. Na mama nikurudishe nyuma kidogo. Kuna mahali unasema Brian alianguka akaangukia hii mawe. Wakati aliangukia hii mawe ni kusema walikuwa wanafurutana na ango zake. Alafu wakati alianguka hapa, wewe uliona kana kwamba ameumia mahali popote yenye ingefanya tusema alikuwa na internal bleeding? Mfano kitu nilikuwa kwa mguu ni hii mawe aliangukia hapa. Alikuwa anakuja kutoka kwa mbio na kutoka kwa nyumba na mbio akaanguka hapo kwa nyumba. So in short, mwongo zake hawakumchapa. Hiyo picha pengine ni ya mtu tofauti, inaweza kuwa ni ya mtu tofauti. Anyway, so kuna mtu okay. Samu aliyetango kukiasi banya na unya mwongo kutenza yani oyo imati ani uongo mrukoro mchukuru ani uongo si sana ani kuana na fulana ani inashindwa waitera Brian ani wale Brian mama mwabo waje sasa kusema kweli mama yake wacha aseme kweli naona wacha mama aseme kweli ile anaita maneno zake wakapiga kwa hapa anza kuchapa yeye ilikuwa kitu kama saa 12 ni mtoto aliwawa kitu kama saa 12:30 jioni asubuhi. Sasa nikuja kwa hadi yangu pale nikamleta ndio napinga pale. Ndio kaniambia ndio ndio darasa ameita mandugu zake wamechotwa mpaka amesimika shinde
Kana mimi nilikuwa tu kazi tu hapo, nilikuwa kazi nyingine tu hapo. Kaambia auntie, sasa waje mimi naenda kazi, alafu mimi ndo sasa hii waje sisi tuseme ukweli, na hii ni nani, atuambie ukweli vile walianza, walimalizia wapi. Sisi ndio watu wa kijiji na hapa ni kwetu hapa ni kwangu hapa. Kama kweli ndio tu hapa anaweza nani tigama mamumu abo oyo atotebiye nakiarangeretie abamura bamwabo bakaja kuita omwana oyo natwigete nyumba tukamala konyora omwana oyo igare ibinyumba na nje omuntu omutandika kanya abantu nabayenza aikirenza aswanyumba nekianga kianga kirya kifunwari sema ukweli ikutoa nini kishushuini. Wewe acha mambo mengi. Msidi mwaro lile vicheli ro mtandao. Tumeona hiyo picha ni ya huyu mtoto. Iko wapi? Picha nero mwana vigitego tire machani gasibira mako chimaganere. Igati bire ga tata atingire ga. Atinge baka magoka. Elimu amanyore tari iribolera nabatingire. Vamos siboleke bana. Vamos siboleke. Kama kanyo mwana yani chingwa jimutinge ta kweli. Vamos siboleke. Kama kanyore kwenda mama bokombe gabo bakege chiko. Igabanda buna ndistiri waje kumutinde kabali ke chinsi chibutuku anyandito manya banya bichichi hapa watu wale wote wangewawa wacha mambo mengi.